nilipomuona jina lake likiwaka kwenye simu yangu. Mikono yangu ilianza kutetemeka. Ilikuwa ni saa 4 usiku. Nipo chumbani peke yangu, taa zimezimwa, nikitumia simu kabla ya kulala. Jina lililoonekana lilikuwa Amani, rafiki yangu wa karibu. Lakini Amani alikuwa amekufa miaka 2 iliyopita kwenye ajali ya gari. Nilikaa kimya kwa sekunde kadhaa nikitazama simu. Nilidhani labda naota, ujumbe ukaingia. Usiende nyumbani leo. Mwili wangu wote ulisisimka. Nilisoma tena. Usiende nyumbani leo. Niliangalia namba. Ilikuwa ile namba ya Amani niliyokuwa nimeihifadhi miaka yote. Nilijaribu kupiga simu. Iliita mara moja, kisha ikakatika. Nikapiga tena. Safari hii simu ilipokelewa, lakini hakuna aliyesema chochote. Nilisikia tu sauti ya upepo, halafu simu ikakatwa. Usiku ule sikulala hata kidogo. Asubuhi ilipofika, nilikuwa nimepanga kurudi nyumbani kwa wazazi wangu kama kawaida, lakini ule ujumbe ulikuwa unazunguka kichwani mwangu. Usiende nyumbani leo. Nikaamua kubaki mjini siku hiyo. Majira ya saa 6 mchana, dada yangu alinipigia simu akilia. Una bahati hukuwepo leo. Nilishtuka. Akasema, kulikuwa na hitilafu kubwa ya umeme nyumbani. Moto ulianza jikoni na kusambaa haraka. Watu wote walitoka salama, lakini chumba nilichokuwa nalala kiliteketea kabisa. Nikakaa kimya. Moyo wangu ukawa unapiga kwa nguvu. Kama ningekuwa nimeenda nyumbani, ningekuwa chumbani muda ule ule. Usiku ulipofika, niliamua kutafuta ukweli. Nilienda kwa mama wa Amani. Nilimwambia kila kitu. Alinitazama kwa mshangao, kisha akaingia chumbani na kurudi na bahasha ndogo ya zamani. Akanipa. Aliacha hii kabla hajafa, alisema kwa sauti ya chini. Mikono yangu ikatetemeka nilipofungua. Ndani kulikuwa na karatasi iliyoandikwa kwa mkono wa Amani. Kama ukipata ujumbe kutoka namba yangu siku moja, ujue nilijua kuna watu watanifuatilia hata baada ya kifo changu. Nikashindwa kuelewa. Mama yake akaanza kulia. Akasema, Amani alikuwa amegundua watu fulani walihusika na ajali yake, na alikuwa akiogopa kusema ukweli waziwazi. Kabla hajafa, alitengeneza mfumo wa kutuma ujumbe kwa watu wachache aliowaamini, kama kitu fulani kingetokea. Mimi nilikuwa mmoja wao. Nikamuuliza, lakini aliwezaje kujua kuhusu moto wa leo? Mama yake akaniangalia moja kwa moja. Akasema, moto haukuwa ajali. Nilihisi mwili wangu ukipooza. Kabla sijasema chochote, simu yangu ikaita tena. Jina lile likaonekana, Amani. Ujumbe mpya ukaingia. Sasa ni zamu yako kukimbia.